Ilikuwa wao wanasemaje, ikaja we huogopi. Sasa mwenyeji anatutaka tuguse, tuachie, alafu tuende kwao. Mgeni naye anatuambia sema ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Slogan nzima ni hakuna kipengele, labda kipengele uje nacho mwenyewe. Huku kuna Stefan Aziz Ki, most valuable player wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu wa mwaka 2023-2024. Yupo Pacome Zuzu, Zidane wa Ivory Coast ama profesa wa boli. Lakini pia yupo Maxi Mpyanzengeli, waziri kazi maalum, pamoja na Klatos Chota Chama, the brain. Kule tunaye Elie Mpanzo, catalyst, most valuable player wa ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC msimu wa mwaka 2023-2024. Pia yupo most valuable player wa ligi kuu ya Ivory Coast ama Cote d'Ivoire msimu wa mwaka 2023-2024, Jean Charles Ahoua. Usimsahau Kibu Dennis Prosper, a man of the people, mwite Rastafarian, na pale mbele atakuwepo Lionel Christian Ateba Mbida, top striker, a man from Cameroon. Ni siku ya Jumamosi Machi 8 mwaka 2025 pale dimba la Benjamin Mkapa, baada tu ya watu kupata futari majira ya saa 1:15 za usiku. Utakuwa ni mchezo pendwa kuliko yote nchini Tanzania, dabi ya Kariakoo. Wananchi Young Africans wakiwakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club katika mzunguko wa pili ligi kuu ya NBC Tanzania bara mwaka 2024-2025. Pata chimbika, litakufa jitu, ni mawili tu, kulia ama kucheka. Sasa kuelekea mchezo huu uliobeba hisia za wapenda soka Tanzania na bara zima la Afrika. Mtazamaji, je, wazifahamu rekodi zinazotikisa hadi sasa tangu Simba na Yanga zilipoanza kukutana mwaka 1965? Karibu nyumbani kwako South TV, tukoke na kuota moto pamoja, huku nikikupa simulizi tamu ya rekodi hizi kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Mimi ni Isa Omari Isa. Kwanza fahamu, huu ni mwaka wa 60 tangu Simba na Yanga zilipoanza kukutana mwaka 1965. Wakati huo Simba ikiitwa Sunderland. Mpaka sasa zipo rekodi mbalimbali zilizowekwa na hakuna aliyeweza kuzivunja. Labda huenda katika dabi hii ya tarehe 8 Machi mwaka 2025 tukaona maajabu ya kuvunjwa kwa rekodi hizo na kuwekwa rekodi mpya. Kwanza kabisa ni rekodi iliyowekwa toka kipindi cha miaka 40 iliyopita. Rekodi inayohusu kufungwa kwa hat-trick katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Unashangae, pengine ulikuwa hujazaliwa we mtoto wa 2000. Haya, ni hivi. Ilikuwa ni Julai 19 mwaka 1997. Simba Sports Club ilimfunga Young Africans mabao 6-0. Huku Abdallah King Kibaden akitupia hat-trick katika mchezo huo, na mpaka sasa hakuna mchezaji yoyote yule aliyewahi kuvunja rekodi yake. Lakini wapo nyota wengine kadhaa waliojaribu kufikia rekodi hiyo, ila wakaishia njiani kwa kuambulia mabao 2 pekee. Nyota kama Omari Husseini, Saidi Mwamba Kizota, Madaraka Selemani, Dua Saidi, Hamis Kiza na Emmanuel Okwi, wote wameshindwa. Labda tuone kwa kina Mukwala na Mzize kwa sasa. Rekodi nyingine ambayo haijavunjwa mpaka sasa ni rekodi ya idadi nyingi ya mabao. Sasa hapa niweke sawa na wewe usikilize na utazame kwa makini. Young Africans ama wananchi kwa sasa ndiyo iliyokuwa ya kwanza kuweka rekodi ya kuwa klabu ya kwanza kufunga mabao mengi katika dabi ya Kariakoo. Itabaki katika historia. Tarehe 1 Juni mwaka 1968 Simba ilikung'utwa mabao 5-0. Rekodi hii ilikuja kuvunjwa na wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kupita miaka 9. Ndipo mwaka 1997 Simba nao wakaweka rekodi mpya kwa kumchapa Young Africans mabao 6-0. Waarabu wanasema al-qisas al-haki, yani kisasi ni haki. Ilikuwa ni haki yao Simba. Na rekodi hiyo ndio bado ipo katika makumbusho na kumbukumbu za soka Tanzania
kwani mpaka sasa haijavunjwa. Licha ya Yanga kujitahidi kuivunja msimu wa ligi kuu ya NBC 2023-2024, lakini bado hawakufikia. Ndiyo kwanza ziliishia 5-1. Rekodi ya 3 ni sare ya mabao mengi kuwahi kutokea. Achana na ile sare ya 3-3 iliyochezwa Oktoba 20 mwaka 2013, kuna sare nyingine 5 ambayo pia watoto 2000 hawakuishuhudia. Ilikuwa ni Novemba 9 mwaka 1996 katika uwanja wa Sheikh Abeid Amani Karume jijini Arusha. Ilipigwa moja ya dabi bora kuwahi kutokea, huku dakika 90 zikiisha kwa sare ya mabao 4-4. Na hii ndiyo inayoshikilia rekodi ya dabi ya Kariakoo iliyowahi kuwa na sare ya mabao mengi. Pengine tusubiri kama Machi 8 itaandikwa historia mpya, lakini sidhani. Sasa zipo rekodi nyingi kweli kweli, lakini hizo ni rekodi kubwa ambazo mpaka sasa hazijawahi kuvunjwa. Mpaka ninapozungumza sasa hivi, tangu Simba na Yanga zianze kukutana mnamo mwaka 1965, tayari wamekutana mara 140. Kati ya mara zote walizokutana wametoa sare 43 na Simba ameshinda michezo 41, lakini wananchi Young Africans wameshinda michezo 56 na ndio anaishikilia rekodi ya kushinda michezo mingi zaidi ya dabi hiyo mpaka sasa. Na katika mara zote walizokutana Simba na Yanga, Simba amepata clean sheets 37 huku wananchi wakiwa na clean sheets 49. Lakini Simba na Yanga wamekutana kwenye ligi kuu mara 109. Kati ya michezo yote hiyo, Simba ameshinda mara 29 akifunga jumla ya mabao 103, na wananchi Young Africans wameshinda mara 40 wakifunga jumla ya mabao 123. Mtazamaji, kwa kuwa unaijua sifa ya sisi wa Tanzania, nisikujaze kichwa kwa takwimu, akili kaganda ukashindwa kuitazama dabi kwa presha ya kuogopa historia. Nikukumbushe tu, katika dabi hii ya Jumamosi Machi 8 mwaka 2025 wanakutana makocha ambao katika historia yao ya soka hawajawahi kukutana tena kama makocha wakuu. Na mzungumzia Mwalgeria Melody Hamdi wa Young Africans na South Africa ama Mwafrika ya Kusini Fadlu Davis wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa mara ya kwanza makocha hawa wawili wanakutana katika ardhi ya Tanzania, na katika mchezo mkubwa kuliko yote katika ligi zote za Tanzania, mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wachezaji kutoka mataifa zaidi ya 10 ya Afrika: Zambia, Democratic Republic of Congo, Burkina Faso, Cameroon, Ivory Coast, Uganda, Kenya, Zimbabwe, Nigeria, Guinea, Mali na mengine kadha wa kadha wanaenda kukutana ndani ya mita 100 za uwanja. Pilato wao akiwa ni Ramadhan Kayoko. Natania bana ni Ahmed Arajige. Msilie tena wana Msimbazi. Na nyie watoto wa GSM, sasa hivi tunataka mpite mlango wa mbele wa uwanja, sio kila siku mvunje sheria. Tumewachoka. Na mimi ni Mswahili mwenzako Isa Omar Isa. Tukutane Machi 8 pale Benjamin Mkapa.